Mambo vipi Tanzania? Najua kuna watu wengi wamenunua nyumba au viwanja kutoka kwa watu wengine, lakini mpaka leo bado hawajabadilisha umiliki. Leo nataka nikujuze pointi 3 tu muhimu za kubadilisha umiliki baada ya kununua mali kutoka kwa mtu mwingine. Pointi ya kwanza kabisa ni uhakiki wa umiliki wa halali. Bila kufanya transfer, kiwanja chako au mali yako isiyo umeshika bado itaonekana inamilikiwa na muuzaji hata kama umaliza kumlipa pesa yote. Kwa hiyo tunashauri mara tu baada ya kununua nyumba au kiwanja ufanye transfer. Pointi namba 2 ni ulinzi wa mali. Transfer itatumika kukulinda dhidi ya madai ya watu wengine, kwa mfano walisi wa muuzaji. Unapofanya transfer, basi wewe moja kwa moja utakuwa mmiliki, hata kama yule muuzaji ana ndugu au watu wengine ambao wanamtegemea. Transfer itatumika kukulinda wewe pamoja na haki zako zote. Na pointi ya 3 ya muhimu kabisa, hii ni uthibitisho kwa serikali kwa wamiliki. Unapofanya transfer, basi transfer yako itatumika kuhakiki taarifa zako kwamba wewe ndio mmiliki halali wa eneo hilo au nyumba kwa wakati huo, na pia inaweza kukusaidia kwenye kufanya miamala mbalimbali ya kiserikali kama vile malipo ya kodi, na pale hati yako itakapokwisha muda wake basi utaweza kurenew na kupata hati nyingine. Sisi kama Savage Plus Company Limited tunatoa huduma hii, na pia tunaambia karibuni sana kwa huduma zote zinazohusiana na ardhi. Savage Plus Company Limited tunasema hati yako kiwa